wanazuoni watukufu walizungumza sana, na mmoja katika wanazuoni wetu watukufu al-Imam al-Jawzi. Imam al-Jawzi ameifananisha ndoa na kupanda mti. Akatoa mfano, akasema mtu akichukua mti wake akatoa ile ganda ambalo lilihifadhi mti na udongo wake wa mbolea, akachimba shimo akatoa ganda akaweka ule mti kisha akafukia, hakuna zaidi ya dakika 15 process hiyo itakuwa imekwisha. Akasema na ndoa hapa mtu akitaka kufungishwa yeye itakapokwenda haitozidi dakika 15, sababu tunakupa ndoa na kupa mti. Lakini akasema mti huu ambao umepanda ili uweze kuota na kushamiri, na mambo manne ya kufanyia. Jambo la kwanza ni kuweka maji, na wanasayansi wa mimea wanasema kuliko na maji lazima kuwe na kitu kitakachoota, kwa sababu maji kazi yake ni kuotesha. Jambo la pili ni kuweka mbolea, mti lazima upate mbolea. Jambo la tatu ni kupalilia mti. Kupalilia ni kuondoa vitu ambavyo vinaweza vikasababisha mti usikue vizuri, majani nini. Jambo la mwisho ni kupiga mti dawa, kuzuia wadudu wasile mti. Sasa wanandoa wakaifananisha hivyo kuwa ndoa ya huduma. Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipoulizwa ni ipi haki ya mke wa mmoja wetu juu yetu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anauliza, na hapa nitoe maelezo kidogo, hayakuwa lazima sana lakini nasema. Pahala ukikuta masahaba wamuuliza Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fahamu mambo mawili. Kwanza wamuuliza kwa niaba yetu sisi wote umma huu, na yale majibu atakayotoa Mtume sallallahu alaihi wasallam ametoa kuambia wale na sisi. Ukisema ya Rasulullah, yeye ndipo Mwenyezi Mungu, basi wale walivyomuita na sisi tumemuita. Tumeelewana? Maana sisi sasa hivi tunasema tutakuja zama watakuja watu wenye akili sana, lakini akili zao za kuwapeleka motoni. Hadithi za Bukhari zitakuja sana watakuwa watu wenye akili sana, wanakudua wanafanya hivi, lakini akili zao za kuwapeleka motoni. Ndio maana unaona leo tukipigia imefika. Lakini ukitazama mambo ambayo tuliwekea inahimiza ni ujinga tu, pumbavu kabisa, shade. Jitu limesoma na degree lakini nataka mwanaume olewe na mwanaume mzee. Kwa hiyo Mtume sallallahu akasema la kwanza anatutolewa haki, haki ya mtu wako kumlisha utakapokula. Maneno haya yamekaa kifasaha sana. Angesema tulikumlisha, ilikuwa maana yake hata utayari fanya kile unaloweza yeye anatoa ndani, lakini akaweka uadilifu, umlishe utakapokula. Kwa maana nyingine usiye wewe yakakosa kula. Kwa hiyo ni haki ya mtu, na ambaye hana uwezo wa kumlisha mke hataki kuoa, hataki kuoa. Na hadithi ya mashara shabab man istata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj, ili vijana anaweza kuoa. Neno kuweza hapa ni pamoja na kumlisha. Na utajiangalia kwa mimi na dada yangu tumezaliwa tuko moja, tunaishi vizuri, mimi na moa tutakula kwa dada. Siku ya kwanza mtenda naye, siku ya pili tena, siku ya tatu kabisa. Maana mwanamke anataka uemee uleto. Na sisi tunapendana. Ukitaka umchanganye rafiki yako ni kumsaidia kisha ukatengeneza mazingira ya kwenda kumsaidia mbele ya mtu wake. Huo sio msaada, nataka kuondoa.
tunachungulia shinaomba yuko wengine tunatoka sukari na maharage na mchele. Sasa wale msagale za shule vizuri. Mchele kwa hiyo nimemletea mchele huko na maharage sisi na nini wewe mjinga. Nikabidhi mimi mwenyewe na mimi nije kama kidume. Hizi ni hekima za Uislamu. Kwa hiyo nasema utamlisha utakapokuwa. Wa antaksuha ila tasayyi. Umnunulie nguo utakaponunua nguo. Hii ni haki yake. Kijana mmoja alimpa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam mkono. Ile mkono akausikia ni mgumu sana. Yaani nikaa kama mawe jiwe. Akamuuliza mbona mkono wako mgumu na nini? Akamwambia mimi napasua mawe ili nimalishe watu wangu. Nafunja mawe na wauzia watu watoto wangu mpaka riziki. Sasa kama sana. Sasa in hadhi yetu ndio tunasoma. Mkono au kichwa. Mkono utafuta riziki ya halali watu wako wale au kufanya. Hii inaitwa katika balagha dhikru khassa iradati aam. Yaani tunatajwa kitu na tunakusudiwa mtu. Sio kama utakaa mtu mzima yeye. Kwa hiyo mwanamume alikuwa ni jukumu kulisha. Na pia akasema wanapokapi usimtukane. Yaani hakuna ruhusa ya kumtukana. Katika Uislamu amekosea asubiri wengine waondoke mtu chumbani kwa ile ifurahisha. Sitaki. Sio kumtukana. Utamtukana siku moja yatakutana. Na kesi hiyo nilipisha hapa kwetu. Shehe ndio kwa mwanamke kumwambia mwanaume na wewe mjinga, na wewe mbavu, na wewe mshenzi. Mimi mshenzi. Shemauka ndio haraka sana. Na kesi ya kwamba anaanza kushenga haifundisha ndoa. Nikifika nakuta binti imekasirika vibaya. Leo bwana jicho limekuwa kama nyanya. Anaambia muulize tena nini? Muulize tena nini? Shemeji kuna yes tena nini? Shaka nikwambie huyu bwana ni mwaka wa 6. Tuone. Kila siku hicho kuna ni mshenzi, mpumbavu, mjinga, sielewi. Sasa leo nimwambia na yeye mshenzi, mpumbavu, mjinga. Sasa yuko anatereka na kwenda. Shemauka, mimi nalipa maji, ni mjinga. Mimi nalipa umeme, ni mjinga. Mimi nanunua chakula, ni mjinga. Nalipa nyumba, ni mjinga. Nikaanza kuuza hasira. Sheikh Mtume sallallahu amesema tusitukane. Wewe kama ni mwanamume huna ruhusa kutukana mke wako. Sibabu muslim fusuku, Muislamu kumtukana Muislamu ni ufasiki. Hata kama ni mkeo upewa ruhusa kumtukana, hakuna ruhusa hiyo. Huruhusi kumtukana. Kwa hiyo tunasema wala tukapi wala usimtukane. Nikayapoza. Basi shehe niona ndio hivi nimefika paka. Naambia shehe nimeshamwambia kama niache nimechoka. Lakini nyumba hii ina gari. Nyumba ya sawa. Kuna friji. Kuna makochi ya sawa. Lakini mimi anasema nipe talaka niondoke. Kwa hiyo vile vitu vya mle ndani sio ndoa. Kuwa na gari sio ndoa. Kuwa na friji, makochi sio ndoa. Ndoa ni tabia yako utakapoishi na mkeo, hiyo ndoa. Sasa mwanamke akikasirika wakati yuko tayari kabisa aolewe na mtu anaendesha basketi kuliko mwenye gari na nyasi. Jambo la tatu akisema anatoka mbele. Jambo la mwisho akasema wanataka jiwe.